Good morning. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Karibu sana kwenye channel hii. Karibu, Mungu akubariki. Again, Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Wana wa Jehova, our people of God. God bless you. Mungu akubariki sana. Karibu sana kwenye channel hii. Karibu sana kusikia neno, tushare neno la Mungu pamoja. Ubarikiwe. Fungua Biblia yako. Ni asubuhi njema, tumeamka wote, walioko asubuhi, walioko mchana, walioko jioni. Good morning, good afternoon, good evening. Mungu awabariki mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, eastern, western, southern and northern. Mungu awabariki sana Afrika na Amerika na sehemu zote, na wasalimia katika jina la Yesu. I greet you in the name of Jesus. Fungua Biblia yako. Lord bless your word. Lord, in the name of Jesus, bless your word. Ni asubuhi nzuri, tumeamka na natumaini na nyinyi ni wazima na sisi pia ni wazima. Mungu awabariki sana. Fungua Biblia yako, tushare neno haraka, neno zuri, neno lenye nguvu, neno lenye mamlaka, neno ambalo ni nuru ya ulimwengu, neno ambalo ni nguvu yetu. Fungua Biblia yako kama una Biblia hapo, tusome pamoja, usikie neno. Nitasoma kwa Kiswahili leo. I'll read in Swahili. Nitasoma kwa Kiswahili, na kama una Biblia yako soma katika Zaburi, tusome pamoja 114, na pia ambao wenye Biblia ya Kiingereza, in English is Psalms 114. We're going to read Psalms 114 all. Tutasoma Zaburi 114, Psalms 114. Nitasoma katika jina la Yesu. Neno hili ni la kwako. Kila unayelisikia hili neno linakuhusu. Ukisikia hili neno, that means linakuhusu, ni la kwako. Mungu akubariki sana. Be blessed. I'll read in the name of Jesus. Nitasoma katika jina la Yesu hili neno. Wakati Mungu alikuwa anawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, when God removed Israel from Egypt, Mungu alikuwa akiwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Oh my God, ilikuwa furaha iliyoje. Psalms 114, Zaburi 114, mstari wa kwanza mpaka wa 8. Alafu nitakupa mistari ambao kidogo, yani quick explanation, yani explain, yani maelezo kidogo ya huo mstari au ya hii Zaburi 114. Nitasoma katika jina la Yesu kama ilivyoandikwa. Haleluya. Mstari wa kwanza, katika jina la Yesu. Haleluya. Israeli alipotoka Misri na Yakobo katika watu wa lugha ya kigeni. Mstari wa pili, Yuda ilikuwa patakatifu pake, Israeli miliki yake. Bahari iliona ikakimbia, Yordani ilirudishwa nyuma. Bahari iliona ikakimbia. Hii bahari ilimkimbia hata Mungu. Bahari, Mungu aliyeliumba, ilimkimbia Mungu. Bahari iliona ikakimbia, Yordani ilirudishwa nyuma. Mlima, anasema milima iliruka kama kondoo waume, vilima kama wana kondoo. Mstari wa 5, e bahari una nini ukimbie, Yordani urudi nyuma? E bahari una nini? E bahari una nini ukimbie, Yordani urudi nyuma? Mstari wa 6, enyi milima mruke kama kondoo waume, enyi vilima kama wana kondoo. Mstari wa 7, tetemeka, anasema tetemeka e nchi mbele za uso wa Bwana, mbele za uso wa Mungu wa Yakobo. E nchi tetemeka, anasema tetemeka e nchi mbele za uso wa Bwana, mbele za uso wa Mungu wa Yakobo. Mstari wa 8, ageuza mwamba kuwa ziwa la maji, jiwe gumu kuwa chemichemi. I like that. I love that. Sikiliza mstari wa 7, tetemeka e nchi mbele za uso wa Bwana, mbele za uso wa Mungu wa Yakobo. Ageuza mwamba kuwa ziwa gumu, anasema kuwa jiwe, ageuza mwamba kuwa ziwa la maji, jiwe gumu kuwa chemichemi. Anageuza mwamba. Amina. Anageuza mwamba kuwa ziwa la maji, jiwe gumu kuwa chemichemi. So we believe that this is the strong and the power of God. Hii ni nguvu ya Mungu. How God is strong. Jinsi gani Mungu alivyo na nguvu. Anageuza mwamba kuwa ziwa la maji, jiwe gumu kuwa chemichemi. Hii ni wana wa Israeli wenyewe walipokuwa wanatoka Misri kuja kwenye Jordan, kwa sababu hapa mstari wa kwanza na wa pili hapo ukiangalia na watatu wamesema kwamba bahari iliona ikakimbia wakati wana wa Israeli wanavuka, yani from Egypt, kutoka Misri kuja
promised land, kwenda kwenye promised land. Kwa hiyo wakavuka na Jordan. So Biblia inasema kwamba, anasema bahari iliona ikakimbia, Yordani ilirudishwa nyuma. Halafu mwisho anasema ageuza mwamba kuwa ziwa. Kuna kipindi wana wa Israeli waliomba maji, walikuwa wana kiu cha maji. Mungu aliwapa maji. Hakuna kitu utamwomba Mungu atakunyima. Hakuna kitu utafanya Mungu atashindwa au utahitaji. Hakuna kitu utaweza kuhitaji Mungu atashindwa kukusaidia. Hakuna kitu ambacho chochote ambacho hakuna kigumu. That means there's no hardness. Hakuna kitu kigumu mbele za Mungu. That's what I want to say to you. Nataka kukuambia kwamba kama unapita kwenye magumu, hakuna kitu kigumu ambacho Mungu anashindwa kukifanya. Hakuna jambo lililogumu ambalo Mungu akaweza kulifanya rahisi. Ukisoma hii Zaburi 114 vizuri, ukirudia utakuta, nimeirudia sana, nimepata ufahamu kwamba utaikuta kwenye Kutoka 17. Ukisoma the book of Kutoka 17, kitabu cha Kutoka, utaona jinsi gani Mungu aligeuza mwamba ukawa maji, wana wa Israeli wakanywa maji. Kwa Mungu anakupa mahitaji, Mungu anakuponya, Mungu anakusafisha, Mungu ana uwezo wa kufanya mambo makubwa kushinda wewe unavyojua. Listen, what I find out last one, kitu ambacho nimekuja kufind out kwenye scripture, walimwabudu Mungu. Hallelujah. Israeli alipotoka Misri na Yakobo katika watu wa lugha ya kigeni, Yuda, anasema Yuda ilikuwa patakatifu pake, Israeli miliki yake. Kuna kumwabudu Mungu, kuna kupraise the Lord. Hakikisha unamwabudu Mungu, hakikisha unamwimbia, hakikisha unamtukuza Mungu, mpe sifa na utukufu, kwa sababu Israeli walimtukuza Mungu. Biblia inasema Israeli walimtukuza Mungu. Israeli walimpa Mungu sifa na utukufu kwa ajili ya mambo ambayo Mungu ameyatenda makubwa, sign na wonders na miracle. So praise the Lord all the time. Just ingia kwenye engage ya kumtukuza Mungu. Mwimbie Mungu kabla hujala, mwimbie Mungu kabla hujafanya vitu vingi. Asubuhi unaamka, mtukuze Mungu, mpe sifa, uone matendo yake makubwa, kwa sababu Biblia inasema anakaa katika sifa. So praise the Lord all the time. Give him glory. Israeli, Biblia inasema Israeli walimtukuza Mungu. Cha kwanza kwenye hii scripture ya Zaburi 114, Israel, they praised the Lord, walimtukuza Mungu. Na also when walipokuwa na njaa na kiu, Mungu aligeuza mwamba, ukapasuliwa mwamba ukatoa maji. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kufanya mambo makubwa juu ya maisha yako. There's nothing is hard for the Lord. Hakuna kitu ambacho ni kigumu. Just stay still and stay calm. Kaa ndani ya Yesu na utaona Yesu ana uwezo wa kukufanyia mambo makubwa. Israeli ilinufaika kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa katikati yao. Israel walipokuwa wakitoka Misri kwenda kwenye promised land, Jordan River unaambiwa Jordan River ilipasuka, Jericho ilipasuka, bahari ya Shamu ilipasuka katikati na wakapita. Unaambia Biblia inasema wao hawakuget even wet, viatu vyao havikuget wet, nguo zao hazikuget wet, kwa sababu anasema mpaka Biblia inasema bahari yenyewe ilimkimbia Mungu kwa sababu ilifunguka yenyewe. In Jesus name. So when you go through tough things, unapokwenda na magumu, magapi unaenda nayo through? Ni vitu gani ambavyo vinakushinda? Ni vitu gani vinavyokuwa vigumu mbele za Mungu? Mimi ninamwamini huyu Mungu kwa sababu anaweza kufanya mambo makubwa. Anaweza kufanya mambo makubwa. Kama ana uwezo wa kugeuza mwamba kutoa maji au kupasuka mwamba kutoa maji. Wana wa Israeli walikuwa na kiu na njaa, lakini bado Mungu aliwalisha. Mungu aliwasaidia. Mungu aliwaponya. Mungu alifanya vitu vyote. Ukisoma Kutoka 17 watu wa Mungu, soma Kutoka 17 utaiona. Kwanza ile 14, 15, 17 utaona jinsi gani yani Musa alifanya mambo makubwa kupitia miujiza ya Mungu, kupitia Mungu mwenyewe. Mungu akubariki sana. Be blessed. Soma Zaburi 114 jinsi gani Mungu ana uwezo wa kupasua mwamba na ukanywa maji. Mwamba wako unaweza kawa ni nini? Mwamba wako unaweza ukawa ni magonjwa. Mwamba wako unaweza kuwa you need him, school fees. Sijui vitu gani unavyoenda navyo through maisha yako, kulipa nyumba, pay bills, kufanya nini? Mwamba wako unaweza kawa kitu chochote kile ambacho kinakushinda. Hakuna kinachomshinda Mungu. Kinakushinda wewe, lakini kwa Mungu hakimshindi. Kwa Mungu hakuna jambo gumu. Kwa Mungu kuna uwezekano. Mtukuze Mungu all the time. Give him praise. Give him glory and you will see his majesty. Utaona ukuu wa Bwana. Ukimtukuza, ukimpa sifa na utukufu, utaona jinsi gani God can do a lot of things. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa. Anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. I don't think mwanadamu wa kawaida angeweza kutoa Israel kutoka Misri kuja promised land. Hakuna anayeweza kufanya. Hata Musa alikuwa akimtegemea Mungu. So
So tukimtegemea huyu Mungu, tukamwabudu na kumtukuza, tukamsikia, tukakaa kwenye grace and mercy zake, kwenye rehema na neema zake, God can do it. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi. Yeye hafananishwi na kitu kingine, hafananishwi na mtu yoyote, hafananishwi na kitu. In Jesus mighty name, receive what you want. God can move the movement. Mungu ana uwezo wa kumove movement juu ya maisha yako. Anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Ana uwezo wa kupasua mwamba ukawa maji, na ukatoka maji, na maji watu wakanywa maji. Maji yako inaweza ikawa ni vitu unaoenda nayo through kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana. Neno fupi, soma Zaburi 114, yote ni nzuri. Anageuza mwamba kuwa ziwa la maji, jiwe gumu kuwa chemchem. Jiwe gumu kuwa chemchem. Hii ni Juda, hii ni Israel walivyokuwa wakitoka katika nchi ya Misri, na Mungu aliwasaidia. Si Mungu akusaidia leo wewe? Si Mungu akuonyeshe makuu anayofanya na sign na wonders? Si Mungu, mimi nimemwona Mungu kwa mambo mengi. Si Mungu akuonyeshe, si Mungu akufanyie. Usiogope. Stay with Jesus, and Jesus is with you. Repent your sin all the time. Tubu dhambi leo kila wakati. Tubu, mpe Mungu kila kitu. Give him your burden. Mpe burden zako, and he will do the rest. Praise him, don't forget. God bless you. Have a nice weekend. Mungu akubariki sana. I'll be back at the right time, at the right way, in Jesus mighty name. Go to our YouTube channel. Nenda kwenye YouTube channel yetu. Please subscribe, like it. Mungu akubariki, ubarikiwe. You do for the Lord, you don't do for us. Unafanya kwa ajili ya Bwana, unafanya kwa ajili ya neno lake, na unafanya kwa ajili ya Bwana. Mungu akubariki. Rudia tena pa Psalms 114, Zaburi 114 ni nzuri yote. Mungu anaweza kubadilisha kilicho chini kuwa juu, na anaweza kufanya mambo makubwa. Akafanya mambo makubwa. Wasiokuwa na kazi ukapata kazi, wasiokuwa wenye shida mbalimbali. Mwabudu Mungu, mpe Mungu mizigo yako. In Jesus' name. God bless you, people of God. I'll see you next time. May the Lord bless his word. In Jesus' name I pray. Amen.